Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake, yana kwa majudhubu. Majudhubu ni mtu ambaye hazimu hivi. Gwajima hafai kuwa CCM kwa sababu yeye hastahili kuwa pamoja na CCM kwa sababu ya moyo wa utu na ubinadamu alionao. Biblia hii ambayo ni katiba mama, katika kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 12, Biblia inasema hivi: mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Mwenye kutawala akisikiliza uongo, hata watumishi wake huku chini watakuwa waovu. Gwajima hastahili kuwa kwenye kikundi hiki. Mstari wa 27, mtu aliyedhalimu ni chukizo kwa wenye haki, na mnyofu wa mwenendo ni chukizo kwa waovu. Yaani kwa unyofu wa mwenendo alionao Gwajima, kwamba palipo sawa atasema hapa ni sawa, pasipo sawa atasema hapa sio sawa. Kwa unyofu wa moyo wake na ufahamu wake na pendo la Mungu ilo ndani yake, lazima waovu watamchukia. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko. Chama kinakuwa Gwajima na hizi. Kwa hiyo kwa vovote vile tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar kuna mtu aliimba, mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake, yana kwa majudhubu. Majudhubu ni mtu ambaye hazimu hivi. Kwa hiyo ukicheza ngoma si yako utaharibu na utajulikana tu. Lazima utasema mie siye jamani. Ndio haya yanayotokea. Kwa hiyo twendeni tukachuje kwa ustadi mkubwa. Tukachuje, tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu. Tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi. Bwana asifiwe. CCM wakatende haki kwenye vikao vya mchujo. Ni nani anayefaa kugombea, ni nani hafai kugombea. Lakini magwajima hawatufai, tunatakiwa tuwapige chini. Yaani watu wote wenye moyo wa utu na ubinadamu wa kuwatetea wengine, kwa mfano wa Gwajima, hawafai kuwepo CCM au hawafai kupata nafasi ya kugombea ubunge au chochote kupitia Chama cha Mapinduzi. Gwajima hafai kuwa CCM kwa sababu yeye hastahili kuwa pamoja na CCM kwa sababu ya moyo wa utu na ubinadamu alionao. Maneno haya ameyazungumza mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa akiwa na kofia ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, anawakumbusha na kuwaagiza wahusika ambao watakuwa wakifanya mchujo, ni nani anayestahili kuwa kiongozi au ambaye anaweza katufaa mbele kwa kiongozi. Lakini watu wenye nasaba za Gwajima hawatufai. Lakini haya yanakuja baada ya Gwajima kutoa press ya kukemea utekaji na kupingana utekaji na kutoa ushauri ni namna gani tutaweza kutokomeza utekaji ndani ya nchi. Sasa nijualo mimi, Gwajima ni mtu wa haki. Kamwe mwenye haki hawezi kuchangamana na waovu akadumu. Biblia hii ambayo ni katiba mama, katika kitabu cha Mithali sura ya 29 mstari wa 12, Biblia inasema hivi: mwenye kutawala akisikiliza uongo,
basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Yaani kama mfalme au rais akisikiliza mashauri ya uongo, mashauri ya waovu, kwamba hivi mambo yako sawa, chapa lapa, hawa wafanyie hivi ili mambo yawe hivi, chapa lapa, nakwambia akiyasikiliza hayo, mpaka wasaidizi wake huku chini watakuwa waovu. Ndio maana maswala ya ufisadi, dhuluma na mauaji, utekaji ni kawaida sana kwenye nchi yetu. Mwenye kutawala akisikiliza uongo, hata watumishi wake huku chini watakuwa waovu. Gwajima hastahili kuwa kwenye kikundi hiki. Mstari wa 27. Mtu aliyedhalimu ni chukizo kwa wenye haki, na mnyofu wa mwenendo ni chukizo kwa waovu. Yaani kwa unyofu wa mwenendo alionao Gwajima, kwamba palipo sawa atasema hapa ni sawa, pasipo sawa atasema hapa sio sawa. Kwa unyofu wa moyo wake na ufahamu wake na pendo la Mungu ilo ndani yake, lazima waovu watamchukia. Ndio maana yeyote ambaye atakuwa na nasaba kwa Gwajima hawezi kuchaguliwa au kupitishwa kwenye kula hizo za maoni kwamba anastahili kugombea ubunge kwenye jimbo la Kawe. Hawezi kupitishwa. Kwamba anaweza kugombea urais, hawezi kupitishwa kupitia chama cha CCM. Na Luhaga Mpina hawezi kupitishwa, hawezi kugombea kupitia chama cha CCM, kwa sababu Luhaga Mpina na Josephat Gwajima ni watu ambao wako kwenye chama cha CCM lakini wanachukia maovu, hawawezi kupitishwa. Mimi kama mtumishi wa Mungu nimekuja kuyasema haya mbele, kwa sababu ndivyo nionavyo. Chama cha wapigania watu kinachopigania utu na ubinadamu, hawa watu ndio wanastahili. Kama sivyo wasiende kwenye chama chochote. Lakini chama cha demokrasia na maendeleo, mnaweza kuwakaribisha watu wa mapema na wapeni nafasi za juu kugombea. Nafasi za juu kugombea. Kama Gwajima, mpeni agombea urais. Mpeni Gwajima agombea urais kupitia Chadema. Mpeni Gwajima agombea urais kupitia Chadema. Nchi hii ataiendesha vizuri na itatufaa. Nawaambia Watanzania watapiga kula kwa Chadema kwa sababu ya ubinadamu alionao, binadamu ambaye atagombea hiyo nafasi. Lakini hivi basi, kwa sababu ya tume ya uchaguzi sio huru, wanaweza kafanya, lakini mioyo ya Watanzania imeelekea kwa watu wanaowapigania, imeelekea kwa watu wanaowapenda, imeelekea kwa watu wanaowasemea shida zao wakiwa bungeni, sio wanafiki. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani. Yeye anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa, atakayefungwa ama afai katika Bwana tangu sasa, apate kupumzika mara baada ya taabu zake. Yesu Kristo Mungu mkuu wa haki yu karibu sana na kuja, naye anakuja kumlipa kila mtu sawa sawa na yale matendo anayoyatenda. Hii ndio maana neno Maranatha. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.